Sasa leo naomba nikufundishe kitu kimoja ambacho watu wengi huwa hawafanyagi. Wengi sana hili jambo huwa hawalikumbuki. Lakini nakwambia ukweli, hakuna kitu cha msingi na cha muhimu kama kumwombea bosi wako, kama kumwombea mkurugenzi wako. Yaani yule mtu ambaye amekupa ajira. Inawezekana ikawa ni ajira ya serikali. Kwa hiyo kama ni ya serikali, lazima umwombee aidha mkuu wa idara, mkuu wa wizara au mwenye serikali yake. Lakini ikiwa wewe ni mfanyakazi wa sekta binafsi, uko kwenye kampuni au kwenye kazi ya mtu, muombee sana bosi wako. Penda sana kumwombea bosi wako. Nasema hivi kwa sababu watu wengi wanachukuaga kama bosi ni mnyanyasaji, ana majivuno, mkali, ana matusi. Kumbe wewe hujajua. Ili kila kitu kiende, yeye usiku na mchana huwa anaumiza nini? Akili. Na haumizi akili kwa sababu ya watoto wake na mke wake na familia yake na ndugu zake, hapana. Anaumiza akili kwa sababu wewe mwisho wa mwezi upate chochote. Katika kile unachokipata, na wewe kuna watu walioko nyuma yako watafanikiwa pale. Kwa hiyo Mungu sio mzembe kuruhusu kwa kipindi fulani kukaa kwenye kazi ya mtu fulani. Mungu sio mzembe tangu unakuwa makuzi yako mpaka unafikia huo umri. Inawezekana hujawahi kuwa na communication hata kidogo na huyo mwajiri wako. Tena inawezekana wewe ni mtu wa Tanga na yeye ni mtu wa Dodoma. Au wewe ni mtu wa Mwanza, yeye ni mtu wa Singida. Ni makabila, lugha, kila kitu tofauti. Kwa hiyo penda sana kumwombea bosi wako. Linapotokea jambo lolote katika kazi, yawezekana kuna makosa ulifanya, yawezekana ulisingiziwa, yawezekana katika namna yoyote ya uchochezi, ukaitwa ukagombezwa. Ukagombezwa lakini hukufukuzwa. Wakati mwingine ukapewa onyo lakini hukufukuzwa. Sasa watu wengine wanawekaga chuki mambo kama hayo yakitokea. Wengine wanapataga kinyongo, unakuta anamchukia mtu, anahisi kwamba huyu ndiye aliyesababisha mambo haya yakatokea. Usiwe mtu wa staili hiyo. Upo uwezekano Mungu ana tabia ya kuruhusu maisha yako yawe ya mtu, yawe chini ya mtu fulani, ili kuna vitu wewe akuongezee. Mungu ana tabia ya kuruhusu uwe chini ya mkurugenzi fulani, ili kupitia huyo kuna vitu vingi wewe utainuliwa. Kuna vitu vingi utajifunza na kuna vitu vingi utakuwa. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Wale kina Mwijaku, Baba Levo na watu wengine ambao ni au ma-influencer ambao wana maneno mengi. Mimi siwezi kuwaita chawa kama watu wengine wanavyowaita. Lakini mimi nasema wale ni watu ambao wanajua kupalilia vibarua vyao. Wanajua kujinyenyekeza kwa mabosi zao. Wanajua kujishusha ili kupata riziki. Kwa hiyo sasa kama wale tu wale wanatumia akili nyingi, maneno mengi, nguvu, energy ya kutosha kuwashawishi wale mabosi wawaelewe. Wewe sasa wewe ni nani? Kwa hiyo muombee bosi wako. Ukimwona bosi wako nyenyekea, mfanye aone kwamba kweli huyu mtu anaona thamani, anaona umuhimu wa hichi ambacho nimempa. Anaona thamani ya hiki kidogo ambacho mimi
katika utajiri wangu nimembariki. Kwa hiyo penda sana kumwombea bosi wako. Mungu atakuongezea maarifa, akili, ubunifu na mshahara endapo ataona ule unyenyekevu. Jifunze kunyenyekea. Kunyenyekea kutakufikisha mbali. Wale wanyenyekevu siku zote ndio huenda mbali. Ajishushaye hukwezwa. Kwa hiyo usipende kujikweza. Mbele ya bosi wako nyenyekea. Hata kama awe ana mapungufu ya namna gani, nyenyekea. Kwa sababu kumtii yeye ni kama kumtii Mungu aliyeruhusu kwa wakati huu riziki yako ipatikane kwake. Mimi nimekufundisha hayo, lakini naomba nikuongeze kwamba kila mkurugenzi ana namna yake ya kutawala. Yaani ana namna na mifumo yake ya kuendesha kazi yake. Na kila mkurugenzi ana attitude zake kama mwanadamu. Kwa hiyo unatakiwa wewe usome mkurugenzi wangu anataka nini, ni kipi anapenda na ni kipi hapendi, ni kipi kinamfanya awe na furaha sana na ni kipi ambacho nikikifanya kinamfanya anione mimi ni wa thamani. Kwa hiyo wengi hukimbilia kwenye negative thoughts ambazo zinawafanya wanatoka nje ya ule mstari ama nje ya lile kusudi la Mungu lilompeleka pale. Wako watu, ndugu yangu, wanakuja katika maisha yako kama malaika. Huwezi ukawagundua, lazima uwe na fahamu zile za kiroho. Kwa hiyo bosi wako anaweza kuwa katika maisha yako ni kama malaika. Mungu amemwamrisha kwamba kwa kipindi hiki kaa na mtu fulani. Kwa mfano mimi naitwa Robert. Kwa bosi wangu Mungu anamwamrisha kwa kipindi hiki hebu kaa na Robert. Lakini kwa hicho kipindi ambacho mimi nakaa kwake, kumbuka watoto wangu watakula, watavaa, watasoma, watapata mahitaji yote. Kwa riziki ambayo ilipitia kwa mtu mwingine na mimi nakuja nafanikiwa na barikiwa pale. Kwa hiyo penda sana 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 kumwombea bosi wako. Mimi kiukweli bila unafiki huwa namlilia Mungu sana kwa ajili ya bosi wangu. Namwambia Mungu, mpe hekima, mpe maarifa ya kupambanua mambo. Muwezeshe katika kazi anazozifanya, maana na kazi zake, lakini bado katika hizi kazi ambazo na mimi nimo, anatumia akili na uwezo wake binafsi kusaidia akili yangu mimi ili na mimi familia yangu ishi. Kwa hiyo tupende sana kuombea wakurugenzi wetu, mabosi wetu. Wakati mwingine ziko vita zinaweza kuingia kwa mkurugenzi kwa sababu yako tu. Wewe ndio umekosea huko, lakini vita inamfuata yule wakati hana hatia hata yote. Wakati mwingine unaenda na matatizo yako, umefiwa, unauguliwa, ada imeisha, unaenda kuna mama sijui mambo hayaendi, unaenda kumlilia yeye. Manake yeye kuna uwezekano hata katika kile kipato chako akatoa ni extra. Au unaenda kuomba mkopo, kuna mambo yamekwama yasogee. Huyo ni mtu huyu unayemtegemea yale mambo yafanikishe. Kwa hiyo yule mtu lazima umwombee sana, umsii Mungu kwa ajili ya yule mtu. Mungu ana tabia ya kukuweka sehemu akaruhusu ukae pale kama darasa. Na wewe miaka 2-3 ijayo labda anataka kukuinua. Anakuinuaje? Hajakuandaa. Kwa hiyo lazima akupe maandalizi ya kutosha. Sikiliza. Kuna watu wanafanya hii michezo ya betting. Wanabeti mpira, wanabeti hizi ndege, sijui nini, there is a lot. Hizo games wanacheza hizo za kutafuta nini? Pesa. Mimi sitaki kujua sana kuhusiana na hivyo kwa sababu mimi ninachoamini riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Na Mungu akitaka upate riziki anatumia njia nyingi sana kukupa ile riziki. Lakini wengi wanaofanikiwa wakipataga ile mikeka imetoa pesa, hawafanyagi vitu vya maana.
hawafanyagi vitu vya maana, kwa sababu hawana maandalio ya namna ya kuzidhibiti, ya namna ya kuzitunza, ya namna ya kumanage pesa. Yaani wewe uwezo wako ni wa kushika milioni, ukizidi sana milioni 2. Fanya hata milioni 5. Ukashinda mkeka wa beti ya milioni 70. Kwanza usipokuwa makini unaweza ukafa. Moyo hauna uwezo wa kuhimili, kutawala zile pesa. Kwa hiyo sasa uko wakati Mungu anakupeleka kwa mtu fulani, yule mtu anakufanya tu anakuamini, anakuzoea, bwana yeye kuwa mhasibu wangu. Inawezekana hata elimu ya uhasibu huna, lakini ukaaminiwa. Yule anakuamini, bwana hebu kuwa meneja wangu hapa. Inawezekana hata mambo ya management hujasoma. Umeelewa? Lakini kwa sababu Mungu ameruhusu, yule mtu anatengenezewa imani. Ile imani anaipokea kwa sababu sio imani ya kawaida, imekuja kiroho, anakupa ile kazi. Na wewe kwa sababu sio kwa uwezo wako, ni Mungu ameruhusu, Mungu anasababisha wewe ujifunze mengi kupitia yule mtu. Unafanya ile kazi, unazizoea pesa, unazoea madaraka, unazoea kuongoza, unazoea kutawala, unazoea kupiga mahesabu, unazoea labda kupika, unazoea, yani kuna mazoea utayapata kwa sababu tu ya huyo mtu ambaye Mungu amemruhusu ili wewe ukae naye. Kwa hiyo ukiajiriwa popote ndugu yangu, haijalishi ni ajira namna gani, yenye ukubwa wa mshahara au kiwango gani, muombe bosi wako. Msihi Mungu kwa ajili ya bosi wako. Muombe Mungu amtunze bosi wako. Kwa sababu mimi nakwambia kama watoto wake na mke wake na familia yake wanaomba kwa ajili yake, wewe ambaye unapata ile riziki kwake na uombi chochote, yatakukuta. Yatakukuta, na yakikukuta ni lazima utakumbuka. Usichezee nafasi ambayo hujaipata kwa akili zako. Na inawezekana umesomea hicho kitu, lakini ajira si rahisi tu kupata kama unavyofikiria. Ajira yanatoka kwenye mitandao, watu wana apply na unaishia kutuma tu application. Kwa hiyo kila mtu ana bahati. Mgawa riziki ni Mwenyezi Mungu. Muombe bosi wako. Mimi na familia yangu huwa tuna tabia ya kuombea hawa watu ambao ni waajiri wetu. Mimi na mke wangu ana waajiri wake na mimi na waajiri wangu. Kwa hiyo mimi kiukweli katika maombi yangu sijawahi kusahau kumuombea bosi wangu. Wakati mwingine anaweza kaja kazini ana hasira, amekasirika, unakuta ni kitu kadogo, lakini mimi simu account kwamba ni yeye. Najua mambo yanakuwa ni mengi na ni vitu vingi vinamchanganya. Kwa hiyo kazi yangu mimi ni kumsihi Mungu mpe wepesi katika kila jambo analolifanya. Ifanye kazi yake kuwa nyepesi ili na sisi tubarikiwe kupitia yeye. Namwambiaga Mungu, kwa wakati huu umemruhusu huyu bwana fulani mimi niwe chini yake ili familia yangu iende. Umeiruhusu taasisi hii ili kwa wakati huu nipate riziki hapa. Kuna mtu mwingine anafanya kazi kwa mfano kwenye bar, wale wahudumu wa bar. Mwingine anasema hii wenyewe sio kazi. Hamna kazi ambayo sio kazi. Hamna kazi ambazo sio kazi. Kazi zote ni kazi, as long as unafanya kwa halali, unapata riziki yako kwa haki, unaitumikia katika haki, na unamuomba Mungu katika kila jambo unalopitia katika ile kazi. Ukiwa mhudumu wa bar, kuuza pombe, mwingine ameokoka, wengine wanamcha Mungu, wengine, yani kila mtu ana style yake. Lakini wewe muombe Mungu, hii ndio kazi uliyoruhusu kwa wakati huu nifanye. Riziki ya watoto wangu kwa wakati huu itatoka hapa. Nipe hekima ya kuifanya. Nipe maarifa, niongezee utashi, na nipe nguvu, na nipe kibali. Ili yakitimia mapenzi yako basi na mimi nione kitu changu. Mungu aliruhusu wana wa Israeli wapite kule kwa mfalme wa Edomu. Aliruhusu wapite wapi? Babeli. Hajamaanisha anataka kuwapoteza kule. Lakini inaweza kapita sehemu ambayo si nzuri.
usiishi ulichokikuta pale. Ishi kusudi. Ishi kusudi. Wako matajiri wanafungua hizo biashara, sio karia zao, wala sio kitu wanachokipenda. Lakini kwa sababu ana mtaji na ana uwezo wa kufanya vile, anafanya kwa sababu ya watu ambao hawana namna, watasaidiwa kupitia kitu kama kile. Kwa hiyo heshimu bosi wako yoyote popote, muombe. Nimekufundisha hayo, ni siri, itunze. Mheshimu bosi wako, muombe sana. Na ufanye hivyo kuanzia leo, kuna mabadiliko utayaona kwenye maisha yako. Na Mungu akubariki sana.